Tanzania iko tayari kwa ukweli kamili au ukweli huo unaweza kuivunja nchi vipande vipande? Manake Rais Samia Suluhu Hassan alisimama mbele ya taifa na dunia nzima akishika ripoti nzito ya machafuko ya Oktoba 29 mwaka 2025. Lakini hapa ndipo penye hatari. Manake uchunguzi wa jinai unaweza kufungua majeraha mapya, lakini maridhiano yanaweza kufunika ukweli. Sasa swali ni moja, Tanzania ichague haki au amani? Leo tutakuonyesha kila kitu, kile kilichosemwa, kisichosemwa na kile kinachokuja baada ya hotuba hii ya Rais Samia Suluhu Hassan. Baada ya miezi ya maswali na presha kutoka ndani na nje ya Tanzania, hatimaye ripoti ya uchunguzi imekabidhiwa Ikulu Dar es Salaam. Dunia ilikuwa inaangalia, hasa baada ya sauti kali kutoka Kenya na nchi zingine kuhusu tukio la Oktoba 29 mwaka 2025. Na hapa ndipo Rais Samia anagusa moja kwa moja hasira za kimataifa akijibu presha kutoka Kenya na mataifa mengine. Kwa upande mwingine, wapo waliotumia matokeo ya Oktoba 2025 kutusimanga na kutunyoshea vidole. Hatukushangaa sana kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio lilo uliofanywa na vyombo vya habari, hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Kwa desturi ya waungwana, linapotokea jambo la hasara na kuumiza mioyo, matarajio ni kufarijiwa badala ya kuzodolewa. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi wa Tanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, walioathirika ni wa Tanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Haiwezekani. Lakini nyuma ya siasa kuna binadamu. Samia anakiri wazi ya kwamba hakuwahi kutarajia tukio kama hili linaweza kutokea chini ya uongozi wake. Hii sio ripoti tu, bali ni mzigo wa uongozi. Nataka nikiri kwamba mimi binafsi sikutarajia kadhia hii ingetokea kwenye nchi yetu kipindi hiki ni kwa kiongozi mkuu wa nchi. Jambo hili limenitwisha mzigo mzito mabegani kwangu, lakini nataka niwahakikishie kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na atakavyonijalia, nitaubeba mzigo huu kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Naomba nirudie hapo. Kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na kunijalia, nitaubeba mzigo huo kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Lakini kauli hii imezua mjadala mkubwa. Ripoti ni ya rais. Hii ina maana gani? Ukweli utawekwa wazi kwa wananchi au utabaki ndani ya mifumo ya serikali? Ripoti niliyokabidhiwa na mavitabu yale yaliyoko pale, hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Tumepokea, nataka niwahakikishie tume kwamba tumepokea mapendekezo yote yaliyowasilishwa na tutakayoyasoma kwenye makabrasha yale, na tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Katika hatua hii, nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, tuungane kwa pamoja kulirejesha taifa letu kwenye misingi yake. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwa upande mwingine, rais anaita hii ripoti dawa ya kuponya taifa, lakini swali kubwa linaibuka. Dawa hii italeta haki au ni njia ya kupoza hali bila kuwajibisha waliokosea? Hapa ndipo dilema inaanza. Manake uchunguzi wa jinai unamaanisha haki, lakini unaweza kuwasha moto mpya, na maridhiano yanamaanisha amani, lakini yanaweza kufunika ukweli pia.
Mapendekezo mlioyatoa ni dawa ya kuliponya taifa letu, na kwa ladha yoyote iliyo dawa hiyo, lazima dawa inywewe ili tupoe. Mapendekezo hayo tafanyia kazi ipasavyo, tafanya marekebisho ya mambo yaliyobainishwa kuwa na dosari, taimarisha pale penye udhaifu, bila kuacha kuwajibika pale penye ulazima wa kuwajibishana. Katika hili, serikali inahitaji msaada wenu, ndugu zangu wa Tanzania. Tuweke juhudi za pamoja kwa werevu na ujasiri na kusema never again, yasijirudie. Na kama hiyo haitoshi, baadhi ya wananchi wanadai wanamtaka Samia wao wa zamani, lakini yeye anasema hajabadilika hata kidogo. Swali ni je, kweli hajabadilika au madaraka yamebadilisha njia yake ya kuongoza? Ndugu wananchi, wakati nafuatilia uwasilishaji wa ripoti hii nilisikia sentensi inayosema tunamtaka Samia wetu tunayemfahamu, as if kwamba nilipoingia alikuwa Samia mwingine na sasa ni Samia mwingine. Nataka niwahakikishie wa Tanzania, mimi ni Samia yule yule wa 4R, ni yule yule wa 4R. Ninachoomba ni ushirikiano wenu katika kutekeleza hizo R4. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, au it takes two to tango. Kwa hiyo mkimtegemea Samia peke yake afanye, hayaendi, lakini mkinipa ushirikiano mkubwa, ndugu zangu, tutafika tunakoelekea. Niwaombe tuungane sote kuamua hatma ya mustakabali mwema wa nchi yetu kwa manufaa ya kizazi hiki na vizazi vijavyo. Ninawasihi wa Tanzania, tusikubali kurubuniwa kuharibu nchi yetu. Tusikubali kuchochewa, iwe na wanasiasa, wanaharakati, wahalifu au watu wenye chuki na wenye maslahi binafsi, kwa njia yoyote ile kuvuruga tunu ya amani yetu. Tusimame imara na kwa umoja tulijenge taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania ndipo kwetu, hatuna pengine katu, hatuna pengine. Kwa tukijenga nchi yetu tutakaa kwa raha, tukivuruga nchi yetu taendelea kukaa jinsi tunavyokwenda, tutakuwa na matatizo yasiyoisha. Baada ya kusema hayo, niwatakie nyote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, awabariki viongozi wetu, tujaliwe hekima na umoja na amani ambazo ndio ngao zetu wa Tanzania. Ibarikiwe Tanzania, tubarikiwe watoto wa Tanzania, kama tunavyoimba kwenye wimbo wetu wa taifa. Amin, amin, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Hii sio hadithi ya Tanzania pekee, bali ni somo kwa Afrika nzima. Je, viongozi wetu wanaweza kusimama katikati ya haki na amani bila kuangusha taifa? Kwa sababu ukweli ni huu, ukichagua haki unaweza kuumiza, na ukichagua amani unaweza kuficha maumivu. Lakini usipochagua chochote pia, historia itachagua kwa niaba yako. Wewe unaonaje? Tanzania ichague nini? Haki kamili hata kama itaumiza, au haki ya haraka hata kama ukweli hautawekwa wazi? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kulike na kushare, kwa sababu hii story kila Mkenya na Mtanzania anapaswa kusikia. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Ilipokea ushahidi kutoka baadhi ya mashahidi walidai kwamba polisi ilitumia nguvu katika kudhibiti ghasia kama ifuatavyo. Tarehe 30 Oktoba 2020, mkazi wa Mombo Songwe anasema kwa majira ya mchana alikuwa kisimani anachota maji na mtoto wake. Walisikia mlio wa mabomu, kawa anakimbia akiwa amebeba mtoto. Mtoto alidondoka chini
baada ya kupigwa risasi kichwani. Mkazi mmoja wa Marungu, wilaya ya Rumeru, alitaarifu tume kuhusu tukio la mwanawe wa umri wa miaka 35 alipigwa risasi 4 na askari polisi katika eneo la Kimondulu tarehe 29 Oktoba akiwa karibu na dukani kwake. Kwa mujibu wa maelezo ya shahidi mwingine, mashahidi huyo, mwanawe alipigwa risasi ya mgongoni akaanguka chini, kisha askari walimfuata na kumpiga risasi 3 mgongoni na kumvunja mifupa miwili, uti wa mgongo na nyingine chini ya moyo, na hivyo imeshindikana kuitoa. Kwa sasa mwanawe anaendelea na matibabu hospitali moja ya rufani. Tukio hilo ni moja ya matukio yanahitaji upelelezi za kina ambayo tume imependekeza.